Kama huna ng'ombe, usiongee mambo ya mnanda. Hiyo statement sio ya ukweli. And specifically, wakati unatetea mtu ambaye anapitia mambo yenye huenda wewe hujapitia au hata huijui. Kwa sababu unaweza kuwa kabisa hauna ng'ombe, lakini kuna mahali umebook maziwa. Maybe unalipa monthly, huwa unaendea kila asubuhi au kila jioni. Utaenda ukijua behavior za ng'ombe, na pia ukipewa story na mwenye ng'ombe. So akikwambia leo vile umepata daktari, hatuwezi kama huyo ng'ombe kwa sababu amedungwa sindano, utaenda ukielewa mambo. So wakati ninazungumzia mambo kama kutetea kitu kama elimu, ya kwamba kila mtoto anadeserve kusoma na kumaliza shule, ni uchungu kuimagine ya kwamba kama hauna fikira za kucommit suicide, hauwezi chukua gari uiangalilisha kwa the open side of the bridge wakati unajua tu itaenda ingia ndani. Kama huna mawazo mbaya, utajichunga sana, upitie juu ya bridge vizuri, upite uende. Husi wakati wa kusema ya kwamba wacha wenye wako na hiyo shida waizungumzie. Ni sawa, because pia hiyo it can work. Lakini wakati mwingi sana tunajipata unasema hope. Acha tu natumai mambo yatakuwa mazuri. So just let things flow. Mambo hayaendi vizuri, lakini unatumai tu kwa sababu you think there is no one who is going to hear you. Wakati mwingine hata kama wewe haupitii a certain challenge, but you know about it and you are hearing about it, please take part. Kwa sababu hakuna kitu mzuri kama kusaidia mtu yule mwingine. Kuna ile kuridhika kwa moyo, you feel like you have done something good. So I'm advocating of, let us see how this problem can come to an end. You know, the moment nilikuja kujua sisi ndio serikali, kama si watu wengi kushikana mnaweka MP, MCA, governor, president, senator, hawezi ingia hapo. Na ile kitu anawaconvince nayo ndio inafanya mumweke hapo. Which means, you know, in every transaction it is two way. Mnaweza weka mtu mahali na mnaweza mtoa mahali. But instead ya kufikiria about kitu yenye haitaleta solution, communication, people can talk about anything na kitu ipatikane. Jawabu ipo, lakini haitakuja tu from nowhere ati mtu tu akaya amefikiria. Do you think those people who are for example already in the seats, wanajua tu wako na miaka kadhaa kukua kwa viti, huyo mtu analipwa every 30 days? Do you think atakaa hivi aanze kufikiria shida zako wewe? Huyo mtu anafikiria vile atapewa allowance aende akajienjoy mahali fulani, hata ashapanga trip yake next. Wewe sasa akae hivi aanze kujisumbua ati sasa wewe fulani anaweza kuwa na shida fulani. But pia sisi tuko na part ya play. You ask, you seek, and you knock. Let us not keep quiet. Let me tell you the truth. Watu wameumia, but wakiumia to the extent yenye sasa wanafika kuongea, wanaturudia sisi wenye tuko nao. Whereas wherever it was messed, sio sisi tulichangia. So hakuna hata mtu mwenye tulichagua wako na makosa. Hapana, ni sisi. Because we are not raising concern. Wewe kama unaona, wewe umeridhika, unasema mwenzako kama ana complain about something, ni shauri yake. No, we need each other.
we need one another, we need to be able to face the problems and try to offer solution. Na mimi ile kitu najaribu kuadvocate for ni ya kwamba everybody deserve at least the basic requirement of this life. Kila mtu. And I'm saying as much as you are breathing, as much as you are alive, you deserve to eat, to be somewhere under a roof, and to learn, to have the education. It's very possible. Na mimi nikiweza pata a chance ya kuambia mtu mwenye ninajua anaweza kuwa effective, I can take it now. So, utaona wewe hauna shida kwa sababu wewe ulisoma, ama hata kama uliacha shule, at least succeed in your own way. Remember, you have a tomorrow. You have relatives. You have children. You have people who are coming. Na unaweza fikiria umejipanga sana kipesa. And then, just a day uamke tu hivi, ujipate you are bankrupt. Umeanza kuomba, umeanza sasa kujaribu kwenda kuapply hizo bursaries. Let us think about what is right. It doesn't cost you if kila mtu education is offered to them. And by the way, that does not mean that they will compete with you in whatever you are doing. No. Everybody have their share. Kila mtu. But it is upon us to raise that alarm. Because it's paining me to know that kuna mtu tu anaona kabisa ninaenda kuanguka kwa shimo, lakini anaendelea kwa sababu hana otherwise. The nature is placing it that way. Unajua kabisa nisipolipa school fees hii mwaka, nimeacha shule, na nikiacha sita graduate, na nisipo graduate maisha yangu imeharibikia hapo. Some of us, we never wished to not complete some of the courses we did. In fact, ni vile unajipata ya kwamba hata ulikuwa umeamkia kwenda shule ukaambiwa no, usiingie before ulipe, we need a result slip. Na saa hizo hapo hakuna mtu unaweza ongelesha. Okay? So, ukijaribu kufuata back, makosa hata sio ya wazazi wetu. Because hata hawa walijipata huko venye walikuwa. Hiyo kukosa uwezo wa kutusaidia, sio kupenda kwao, pia ni vile walijikuta. So it's painful, so much painful that the trend is going even in this era.